Maelekezo yangu mengine, mkuu wa mkoa, mwakilishi wa mkuu wa mkoa, mlitoa maelekezo wakati fulani ya kuruhusu watu kupita kwenye barabara za mwendo kasi. Mkasahau kwamba barabara za mwendo kasi si za kwenu, ni za waziri wa TAMISEMI. Ziko chini ya waziri wa TAMISEMI. Ninyi mkasimama mkaruhusu watu wakapita wakati ule, nimewasamehe. Lakini maelekezo yangu, barabara ya Mbagara yanapita maroli ya tani 30 mpaka tani 40 yanakatiza pale katikati. Barabara imeanza kuharibika. Madhara yake kwenye miradi hii, miradi itakwenda kusimama yote ya World Bank. Wenzetu wa World Bank walipotupatia fedha hizi, walitupa masharti. Barabara hizi ni kwa ajili ya mwendo kasi, si kupitisha malori. Barabara hizi ni za mwendo kasi. Kwa utaratibu huu mlioanzisha, miradi hii itakuja kukosa pesa, na ninyi ndio watu wa Dar es Salaam mtakuja kulalamika. Sijui mnanielewa vizuri. Barabara ya Mbagara imekwisha anza kuharibika, hata mwendo kasi haujaanza. Ni kwa sababu mnapitisha malori katikati na mmetoa kibali. Sijui nani aliwapa mamlaka ya kutoa kibali hicho. Kwa sababu mamlaka hayo ni ya kwangu. Barabara hizi zinasimamiwa na DART. DART iko chini yangu. Ninyi mamlaka mliyatoa wapi? Mkaruhusu watu kupita kwenye barabara za mwendo kasi. Barabara sasa zimeharibika. Kuharibika kwa barabara hizi maana yake mnaleta hofu ya Benki ya Dunia kuzuia fedha hizi. Sijui naeleweka vizuri hapa. Mtasababisha Dar es Salaam wakose barabara. Dar es Salaam watakosa barabara. Hii mipango ambayo tunaifanya leo, maana yake wenzetu watakwenda kuzuia. Nilipokuwa utalii, Wizara ya Utalii, tulikuwa na miradi kama hii ya Benki ya Dunia, ya ujenzi wa viwanja na mambo mengine. Nikatokea changamoto ndogo sana. Benki ya Dunia wakafuta fedha zote na wakakataa kuendeleza miradi ambayo ilikuwa inatekelezwa na wao wenyewe Benki ya Dunia. Hasa changamoto hiyo isije katokea Dar es Salaam. Ninawasihi sana. Tunataka tuwai majumbani, tutenge muda mzuri wa kutoka ofisini kwenda kurudi wapi? Majumbani. Maelekezo yangu, mwambie mkuu wa mkoa, hatuwezi kuruhusu malori kupita katikati ya barabara za mwendo kasi. Haiwezekani. Kwa magari ya abiria itaeleweka. Tunaweza ni bora hata kupitisha magari ya abiria kuliko malori ya tani 30. Nadhani nimeeleweka vizuri. Wekeni utaratibu mzuri, na kabla mjaruhusu leteni wizarani. Sisi ndio wenye mamlaka hayo, si ya kwenu. Mwambie mkuu wa mkoa, sio mamlaka yake. Tumeelewana vizuri eh? Niliwastai tu. Niliwastai. Msifanye mambo ambayo si ya kwenu mpaka muombe kibali. Kwa hiyo mwambie mkuu wa mkoa. Hili alisema wazi kwa sababu changamoto hii inaweza kutuingiza mgogoro mkubwa na wenzetu wa Benki ya Dunia. Nadhani madiwani mnanisikia vizuri. Ninaomba muwaeleweshe wananchi kwenye maeneo yetu. Anayetaka kuwahi majumbani atoke muda unaostahili ili aweze kuwahi nyumbani. Kwa sababu vinginevyo utatuletea shida kubwa. Miradi hii trilioni 1.1 ni fedha nyingi. Ni fedha nyingi sana. Zikizuiwa hizi fedha, Dar es Salaam watakosa barabara kabisa. Nadhani nimeeleweka vizuri. Kwa hiyo nikuelekeze, mwambie mkuu wa mkoa, wekeni utaratibu mzuri wa kuruhusu gari za kawaida. Hatuna shida, lakini lazima kibali muombe wizarani. Malori kuanzia sasa nisisikie malori yamekatiza katikati ya barabara. Hasa ya tani kwanza hizo matani makubwa haya. Kwa sababu tatizo lake litakuwa ni kubwa, na changamoto hii itatuletea shida kubwa, mgogoro baina yetu na wenzetu wa Benki ya Dunia. Niwaombe viongozi wenzangu, nendeni mkasimamie wakandarasi hawa. Hatuna shida ya fedha. Mwakilishi wa mkuu wa mkoa, hatuna changamoto ya fedha. Maana yake ni kwamba aliyepewa mkataba leo akimbizane na taratibu. Kama ni taratibu za kuomba fedha wizarani, tuweze kutoa fedha hizo zije haraka ili michakato ya ujenzi ianze mara moja, na waheshimiwa madiwani hawa wakatambe katika kata zao ili waweze kurejea na wananchi waweze kuelewa vizuri. Waheshimiwa wabunge hao wamepigania sana miradi hii wakiongozwa na Mheshimiwa Naibu Spika, waweze kuona, na wananchi lazima wajue kwamba wabunge wamefanya kazi kubwa sana ya kuwatetea katika maeneo yetu. Nichukue fursa hii kuwapongeza sana viongozi wa Chama cha Mapinduzi.